Tukio la jana la Pacome Zouzoua ni tukio la hatari, ni tukio la kuhatarisha maisha ya mchezaji mwenyewe, lakini hata yule aliyoenda kucheza ule mpira alienda kucheza mpira ambao wa kuenda kuania mpira na mtu. Kwa bahati mbaya au nzuri ameenda kumchezea lafu ambayo wenyewe inamsababisha Pacome Zouzoua hatakaa nje takribani karibuni miaka 1.5 au miaka 2 kwa kutokana na matibabu yetu ya Kiafrika. Tunaamini kabisa uwepo wa Pacome kwa karibuni sasa hatutaweza kuupata. Na hiyo lafu iliyopigwa jana ya Pacome Zouzoua, kila mmoja ameshika kichwa, amestaajabu na pia ameleta huzuni. Tumepata huzuni mkubwa kwa tukio tulilopata la jana. Kiukweli, kiufupi, matibabu yetu ya Kiafrika na umiaji aliumia Pacome ni kitu cha kusikitisha sana. Tumuombee kila laheri, Mungu amsaidie, lakini kiukweli kwa hali hii tunavyoiona, tuna asilimia kubwa kabisa ya kumpoteza Pacome kwenye ligi letu la Bongo kutokana kwanza umri wake aliokuwa nao na tukio alilolipata. Kuna asilimia kubwa ya wachezaji wengi wakipata majeraha kama haya huwa wanapotea moja kwa moja. Kwa hiyo inawezekana Pacome tukamuona au inawezekana tusimuone, lakini kuna asilimia kubwa Pacome asionekane uwanjani kwa wakati huu kwa sababu ya tukio alikuwa nalo. Sababu mchezaji anapopata tukio la kuvunjika mguu ni tukio ambalo lenyewe halitoki katika fikra zake kichwani kadiri anapocheza, sababu yeye mbinu yake kubwa ni kukimbia na mpira, yani kudribble, kumpunguza mtu na kuondoka mbele. Sasa amepata ajali kama hii, kurudi tena kwenye nafasi ile ambayo tulitegemea kumuona nyuma itakuwa ni ngumu sana. Labda tu itokee mchezaji mwenyewe aamue kuyatoa mawazo hayo, arudi kwenye mpira ambao tuliotegemea. Lakini kwa wakati huu kiukweli tumuombee sana Pacome Zouzoua kwa tukio lililomtokea jana. Ni tukio la hatari, tunamwombea kila laheri, apate matibabu sahihi ili mradi akae katika mazingira mazuri. Tumuombeeni sana Pacome Zouzoua, ndugu wananchi.